Sasa sisi kama viongozi wa dini tuna majukumu mengi. Ndiyo, ya kwanza, nenda kapiga kura. Lakini ya pili, wewe una watu wanaokuzunguka, una watu ambao wanaitii sauti yako, waambie nao waende wakafanya uchaguzi. Nilikuwa namtania kijana mmoja, na naomba nizungumze huo utani hapa, lakini sina maana kwamba ni utani. Nilikuwa namwambia kwa sababu kuna kitu ambacho hakijui. Nikawa namwambia, unajua kwamba huwa nchi inaweka kumbukumbu? Akaniambia, kivipi? Nikamwambia, taifa lolote unapoliona kuna ardhi katika taifa hilo, kuna udongo. Ule udongo huwa unaweka kumbukumbu. Miti unaiona hii inaweka kumbukumbu. Kuta unazoziona hizi zinaweka kumbukumbu. Nikamwambia, wewe kama unaichukia Tanzania, huwezi kupata mema yaliyopo Tanzania. Nikamwambia, hata kama unafanya sirini, huwezi kupata mema yaliyopo katika nchi hii. Kwa nini? Kila jambo jema linapokuja kwa mtu, ile sauti iliyopo kwenye ardhi, sauti iliyopo katika miti, iliyopo katika viumbe mbalimbali ambao vinaonekana na vionekana, inasema haya mema yasiende kwa huyu kwa sababu huyu anaichukia nchi. Inazungumza. Nikamwambia, wewe unaomba ajira. Kama unaichukia Tanzania, huwezi kupata ajira kwa sababu kuna kizuizi ambacho wewe ukioni. Kwa hiyo nikamwambia, hili ni somo kwa vijana. Vijana, kama tunataka mafanikio, cha kwanza tuanze kuzungumza mema kwa ajili ya nchi yetu. Tuanze kuipenda nchi yetu. Haya mazoezi yanayofanyika ni ya kitaifa kama uchaguzi. Kama hutaki kwenda kupiga kura, maana yake wewe hutakii mema nchi yako. Kiongozi huyo ambao unategemea aandae fursa ya yeye kupata ajira, alete wawekezaji hapa nchini, wafungue viwanda hapa nchini ili wewe upate mema. Huyo ni kiongozi ambao hutaki ashike madaraka, lakini unataka mema. Sasa utayapataje? Kwa hiyo kila nchi ina baraka zake, ina mema yake, lakini ili uweze kuyapata hayo mema ya nchi hiyo, ni lazima wewe uwe na mapenzi mema kwa nchi yako.